Okay, kwa majina yangu mimi naitwa Nixon Arap Langat. Mkaaji wa hii area. Vile mimi ni ndugu ya huyu mhalifu alitenda hicho kitendo. Yaani baba yake ni ndugu ya baba yangu. Nilisikia tu mayowe, nikafika hapa hivi, nikapata mtoto akiwa amechukuliwa hospitali na majirani. Na kufika huko ndugu sasa ya huyu mjamaa alikuwa ameshashika huyu na akajaribu uwezo alikuwa nayo akafunga mikono. Sasa nikaingilia kati, tukapambana na huyu mjamaa, tukamshika, tukafunga vizuri na tukaweza kumuuliza ni nini hasa wewe ulifanya. Alisema ya kwamba alifanya hiyo kitendo kwa kutumia vidole. Lakini tulipojaribu kukakua si vidole vile. Na kusikia kupika simu kwa hospitali kwa watu wenye wametangulia kwenda hospitali ni kwamba mtoto alifanyiwa kitendo cha unyama. Hati mpaka mtoto akafanyiwa ile hata asemekani hata mbele kabisa ya watu ya kwamba alitopolewa kabisa maalio yake yote ya siri. Hata saa hii tunapoongea mtoto ako katika rufaa ya Kericho, ametiwa oxygen. Na naomba tu serikali tafadhali muingilie kati, mtusaidie. Huyu mjamaa si mara ya kwanza kufanya hiki kitendo. Kuna siku nyingine alikuwa amefanya vituko hapa nyumbani tena kuchoma vitu na mama yake akapata akamsamehe huko akatolewa. Lakini tunaomba serikali this time round vile watu wako na hasira, watu wamejaa na hasira. Huyu mjamaa angeuliwa. Lakini ni bahati mbaya tu watu hawakukuja mapema. Hadi sasa unajua huyu mjamaa akiachiliwa sasa watu watakuja kuua. Na serikali msipochukua hatua ile mzuri kwa huyu mjamaa, basi tutakuja kufanya summarize yetu hapa nyumbani. Tafadhali tunaomba kabisa. Hiki ni kitendo kibaya. Imagine mtoto ni 1 year 3 months. Just 15 months. Na mtu anashika mtoto kama huyo. Tunakasirika sana kama jirani. Kama hata nilijaribu kupikia chief kuweko, lakini tukamshika huyu mjamaa, tukaweka kari, tukapeleka mpaka kwa police station. Saa hii yako kwa police station. Tunaomba serikali muingilie kati, mtusaidie. Hatuna lingine la kusema. Ukiona wakati ulisema ulimpigia chief, wakati ulipigia ofisi ya chief alirespond. Ile shida tuko nayo hapa hivi ni kwamba sasa ukipigia chief simu anasema mshughulikie na sisi hatuna kari. Ile tu kitu tulikuwa tunataka kwa chief ni atusaidie kwa simu, kari ya polisi ikuje tumpeleke huyo mjamaa. Imagine tulimpeleka huyo mjamaa na boda. Na ukiwa kwa boda tulikuwa na hofu yetu ya kwamba huyu mtu akituangusha kwa barabara. Sasa nikamwambia tu mtu wa boda ya kwamba tupeleke polepole, lakini Mungu akatusaidia tukafika huko salama. Na kama chief ange response mapema tungeshashika huyo mjamaa. Lakini huyo mjamaa alikaa tangia saa 6 mpaka saa 12 tukiwa tunamchukua huyo mjamaa kwa police station. Lakini ni mzuri, alifika vizuri na hata ingawa tulifanyia 1 2 3 testing, lakini hiyo ni kawaida. Na watu sasa wako na hasira sana tena zaidi ya kwamba huyo mjamaa akirejea, tafadhali kama serikali mnapenda huyu mtu area ishi huko ndani kuliko tukuje tuweke kwa sababu naona kaburi yake iko tayari. Sasa tunaomba serikali muingilie kati na mufanye ile tunaweza ona ya kwamba mmefanya vizuri. Huyu mjamaa sitolewe kabisa. Hata mama yake amefunga ile wakina mama anasema wamefunga tumbo, amesema kwamba area aende kuliko na wengine wapate amani. Kwa sababu akikuja hapa hivi hatutakuwa na amani. Na akikuja tena tutatangazia watu wa kwamba huyo mjamaa ameachiliwa. Sasa itakuwa sisi na yeye, si serikali na yeye. Tafadhali please serikali, I am begging you to not release this person until mumefanyia huyu Cheryl mtoto ya huyu Fikoti apate haki yake. Tafadhali, ni mtoto mdogo tunapoongea. Na tunaongea saa hii ametiwa oxygen, ako na oxygen. Huko hospitali ya Kericho. Unajua alipelekwa huko Kafkatet, sasa Kafkatet alishinda akasema huyu tutamrefer aende referral ya Kericho. Saa hii yako huko. Sasa hiyo kitendo ni kitendo cha unyama.
na tunakashibu hiyo kitendo kabisa. Tafadhali serikali, fanya jambo. Kwa majina mimi naitwa Regina. Justice ni jirani yangu. Sasa vile nilikuwa tu kwa kazi yangu, sasa nikasikia tu kama mama mtoto anasema ati mtoto ameuliwa. Sasa vile niliangalia tu kwa fence, so nikaona wamefika hapo. So nikaambia tu mtoto, umshishike mtoto kwa nini, umshike mtoto mkinyorosha, msishike kama umekunja. Sasa nikatoka tu nikaruka kwa fence, nikakuja nikashika mtoto. Sasa vile nilishika mtoto, nikapata mtoto damu inatoka kwa mdomo. Sasa nikaambia ni nini ilifanyika. Sasa akasema alirusha. Sasa nikashika mtoto, vile nishika mtoto, nikashika damu nini kwa mkono. Sasa nikasema na hii alifanya nini. Sasa vile niliangalia mtoto, nikapata mtoto amefanywa kitendo mbaya. Sasa nikaambia unaona ameharibu mtoto. Sasa mama yake nikaambia mama yake sasa tufanye nini? Tupeleke hospitali wapi? Na mtoto alikuwa hana manguo yoyote. Alikuwa tu uchi kabisa na mtoto alikuwa amesirai. Sasa nikaitisha kitambaa, nikafunika, nikaambia unipie kitambaa kubwa tena nikafunika. So tukapeleka mtoto hospitali. Sasa vile tulifika hospitali Kapkatet, tukaandika, tukaregister. Madaktari akaniambia ni nini ilitokea kwa mtoto, nikaambia hatujui nilifanya ilikuwa nini. Nikaambia ango yake alikuwa na ango yake. Sasa vile niliona tu mtoto damu imetoka kwa mafua na nini mdomo. Sasa nikaona tu mwili yake sio sawa. Sasa madaktari akaniambia tupeleke kwa nini, akaenda akafanyia research, akapata mtoto amefanywa kitendo mbaya. Sasa mtoto alikuwa afanye chochote, alikuwa ametii. Jina yangu naitwa Afiko Dicherona. Nilisaliwa Chesingora. Jana asubuhi ilikuwa kitu 11:10 ya mchana. Juzi nilikuwa ninaumwa na koo. Nilienda dispensary nikaambiwa naumwa na koo na malaria. Nikapewa dawa. Nikakuja kuanza hiyo dawa asubuhi jana. Nikameza dawa. Saa hiyo dawa ikanifanya nilale. Nikalala nikaambia watoto wengine mchukue huyu mtoto mdogo mwende mcheze kwa kiwanja huko nipumzike kiasi ndio niamke. Juu dawa inaendelea kutumika. Watoto wakaenda nje nikalala. Lakini mshtakiwa sasa anapaswa sentensiwa kabisa juu aliharibu mtoto wangu. Na hata saa hizi juu mtoto mwingine akuache saa hii, niliachia mamangu. Lakini mimi nataka haki ya mtoto kutoka saa hii. Na saa hii anaendelea na dawa. Nataka watu wanisaidie kabisa, mtoto ameumia na sijui nyumbani saa hii. Na ninashukuru tena mama wetu, mama kaunti ametusaidia sana na nashukuru, nampea shukrani sana. Naomba viongozi kama gavana anisaidie na Anita anisaidie juu mimi niko single na nilimaliza form 4 na niko nyumbani na nataka hata nianzishie business kidogo. Anisaidie tu. Niko na 24 years. I'm Nancy Wendot, clinical officer, mental health and psychiatry, GBV coordinator, Kericho County Referral Hospital. I'm here to talk about a child he received in a hospital yesterday at 8 p.m. in the evening, being a case of GBV referral from Kapkatet. The child had a second perineal tear after being defiled and assaulted by a person who was well known to her. Repair of the tear was done in our theatre. Admission done. The child is undergoing treatment and in a very stable condition. We continue supporting gender-based matters in this hospital and the county, though this being one of the youngest and the recent one, we support them and we care for them. Thank you.
Okay, the statistics won't be exact, but like a day like today, we've received 3. A girl of 15 years and another one of 12 years, and now this being the youngest, 1 year, 5 months. So we cannot predict, we see as they come. So far after treatment, there is a linkage to the legal justice system. We refer or we report, as like for this one, we are going to report to the police station in Litein, so that the gender desk will come. We fill a P3 for them and allow justice to take place. We'll follow the matters with them to the court, whereby we'll present the documentation and ensure assistance is given to deliver justice.